Vipi? Poa vipi? Kama kawaida. Shwari inakuwaje? Niko poa. Mwanangu kila sehemu na mtoto. Jana alikuwa anaosha vyombo. Sasa hivi kuna mtoto. Wewe una shida gani bwana? Tumeambiwa tujaze dunia. Sasa huyu mtoto ni wa yupi? Mwanamke yupi? Sasa una wanawake wengi. Mwanamke wa Mbeya wewe kaja. Mwanangu wewe. Yaani unaambia kipindi kile tunataka kuacha mtoto. Kaja. Kuacha mtoto. Sio kaniacha mtoto, yuko nyumbani. Mtoto wangu umeachiwa. Yuko nyumbani. Sikiza sasa nikwambie. Sasa wewe nikwambie, yule Kinondoni vipi? Yule Kinondoni? Aitwa Rubio. Yule Kinondoni? Yule si mama nani? Mama Dhahabu. Yaani mimi nina mapacha yule alizaa Dhahabu, alizaa na Tanzanite. Ndio majina kwa hapa. Huyu Ruby. Watu wako wote wanapa majina ya madini na Silva nyumbani. Hivi jumla watoto wangapi? 26. Naona watoto wengi. Na watoto 26 sio. Hivi mimba zingine ni za kweli za kwako au unabambikiwa? Sikiza nikwambie, mimba zako yaani mimba awe ya Mpemba, awe ya mchungaji, awe ya nani, lakini mama nikitembea naye hiyo mimba yangu. Ila kweli kwa sababu yule mtoto ulivyomwona yule rangi yake na wewe tofauti kabisa. Yule hajakataa. Yule si Mwarabu, afu Waarabu wana asili ya sheri. Ndio maana kwa sababu ukiona mtoto wa Kiarabu yule mtoto Mwarabu. Na mimi najua lazima nitakuwa tajiri. Ndio maana kama nikakubali ile mimba. Kwa sababu huyu mwingine huyu anasika kama Kisomali. Kwa hiyo kila mtoto na mtoto anakubali. Yule sasa nilozaa na yule mama wa Kigoma yule. Na yule Kigoma, yule Muha. Mchina. Na mimi watoto najua kabisa ukizaa watoto wengi wanakusaidia kimaisha. Hiyo na beti bwana. Ukiwa na watoto wengi, lazima wasomeshe wote. Wengine hata wasiposomeshwa, wengine wanaenda kuchimba madini. Wanachimba madini. Wewe kwa sababu ukupata hela ukajua kama nikizaa watoto wengi, mtaji. Una wengine wanacheza mpira. Mpira unahitaji kusoma. Kuna wao mwingine yuko timu gani, sio timu gani ya ligi kuu. Yule mtoto wangu yuko ligi kuu Prison. Yule mwingine anachezea nani? Anachezea hii nani timu ya wengi. Unasema yupi kwanza? Nasema huwa Prison. Huwa Prison. Acha Prison. Naye mwingine anachezea Fountain Gate. Kwa ligi kuu, timu za ligi kuu na watoto kama 4. Ni bora mimi nilikuwa na watoto. Wewe una hata mmoja. Sasa Mungu mpaka unazeka wako ndio unazaa. Mimi naona wakubali wakubali. Sasa mimi sisingiziwi. Asionekane kwamba nina mtoto na mtoto imekufa. Yaani mimi imekufa. Mbona sio kwa mriu wewe? Kwa mriu mtu kwambia una mtoto mtu akuelewe. Lakini hizi ni bahati. Hizi ni bahati kwa sababu mimi mke wangu wa ndoa hana mtoto. Ndio. Watu wakeza wao wa kwanza. Wewe una mke. Mama una mke. Hana mtoto. Wewe una mke. Kwani mtoto si. Yaani ukiwa na mke wewe umeoa lini? Ngoja nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Ngoja nikwambie. Bado kana miezi 6 sio kwako. Umeoa sasa una mbegu. Miezi 6 sio kwako. Una mbegu sasa. Nisikize nikwambie. Mimi naonekana kwa watu na mke. Sawa zae basi. Sasa ndio hivyo shughuli. Ngoja nikwambie ndugu yangu. Unajua wewe mama kuna mtu mmoja. Isa na wa kwangu. Kama kimwangalia hivi. Yule wa Masai, unazala Masai. Ndio. Yule wako. Ila sipewi. Mimi zibazi yangu. Wako. Yule anapika tote. Wanasema yule ndo mwanangu. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua unapochelewa kuoa. Ndio mkeo uko unazidi kumtumia watu. Sasa kwa umri utaendelea kuzaa tangu. Sina hizo babu. Yaani mtoto amalize chekechea. Aje anze darasa la kwanza. Anza amalize form 4. Siku hizi watu ngoja nikwambie. Siku hizi mtoto anaishia darasa la 6 ndio la 7. Basi amalizie darasa la 6 la 7. Aende chuo. Sasa miaka 80 sasa hiyo. Sasa hapo na miaka 60. Sasa mpaka aje amalize leo. Sasa ulichelewa wapi ndugu yangu? Ulichelewa. Starehe za dunia ndio ziliponza. Haya, umekaa South Africa bure, umerudi huku unataka kitu. Nilikwenda Norway. Umerudi na nini? Na mzinga wa konyaki. Pombe zile kubwa zile. Zenye shanga hapa. Watoto mali. Ngoja ona kitoto changu. Toto Ruby njoo. Huyo. Ruby. Wow. Unaringishia au kashako mara na mwingine ringishia. Napiga mwingine mimba mama yake. Kishakuwa mkubwa muone anacheza mpira huyo. Atafuta mwingine sasa hivi. Sikiza nikwambie, watoto ni mtaji, inabidi uoe ndugu yangu. Leo unaona mpaka sura imebadilika. Una mtoto. Mimi sasa mwenzako sasa na watoto 24. Yaani mimi wenye watoto hapa Dar es Salaam tunajulikana. Ndio maana kwa maarufu sana hata bila watoto. Sasa hivi sina shida yoyote. Hapana, watoto 24 wamekuwa.
na wapeleka shamba, hilo shamba langu linakuaje? Kalime walime mahindi yanakuaje? Sitakuwa na mahindi mengi. Ila wanao katika kipengele hicho mimi nahesabu. Ila bwana angalia, pesa ninazo, kila kitu ninacho, lakini hii ndio inaniumiza. Sasa wewe wewe ujana wako unaona machozi. Kweli unaweza ukalia. Sababu mambo ni ya Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe unajikuta eti kama mdada anafika miaka 40 hapa anasemaje ujue? Eti mimi ametoa mimba 5 anajisifu. Mimi sina mtoto sasa hivi. Kashatoa mimba 5, wewe simama watoto 5 sasa. Yaani wewe ulishazaa. Kashazaa. Ukienda mbinguni unaambiwa nao wale watoto wanakuita mama. Basi unaweza kumena sasa hivi najisikia raha nilivutavuta hivi. Hapo kwenye masofa wewe unapanda huku najisikia raha huyo. Huyu ujue hapo na mtoto kama unakulingishia mimi. Ngoja kwambie. Yule mama wa Singida. Nilingishia mimi, sio? Mama wa Singida unajua anamtoka. Hivi una Singida leo ana mwaka mmoja. Mtoto wa mwaka mmoja. Hapo wale mapacha uzana yupi? Yule Arusha au yule Korogwe? Nimezaa mapacha na wake hawa wawili. Kuna yule wa Korogwe na wa Tabora. Sasa wewe unaogopa maradhi? Maradhi vipi na tunapima? Lazima upime afya wewe na mkeo. Ukishapima afya ndio una uwezo wa kupata ujauzito. Lakini mimi nikwambie kitu. Mungu hawezi kunyima vyote. Umeona bwana? Mbona mimi nimepewa fedha? Lakini sina watoto. Una watoto. Wewe una tamia. Na nakusaidia hapo ukitoka unipe hela. Watoto wa kale hao. Ukitoka hapo unipe hela watoto wa kale. Mungu akupi vyote. Na ndio ulichojaliwa hicho. Unajaliwa wewe kweli. Na mimi nimejaliwa watoto. Nashukuru Mungu alhamdulillah kwa sababu gani? Mimi watu nao wafadhili kuwasomesha watoto ni wengi. Yaani nasomesha watoto wengi kuliko unafikiria. Ndio. Nasomesha watoto wengi kuliko unafikiria. Sasa Mungu amepanga hivyo ili niweze Sasa nikwambie kitu. Ukiwa na mwanamke wako sasa hivi hata akipata mimba, wewe si unazeeka hivi. Ndio. Kuna mitume ilipata watoto wakiwa na miaka hata 900. Ukipata mtoto kwa sababu mtoto anapokuwa katika tumbo la mama yake, anakopo kama yupo kwenye ukuta hivi. Kwa hiyo anapofika miezi 6, miezi 7, au miezi 4, miezi 3, wewe unapotaka kwenda kumtoa yule mama ujauzito, ina maana akiwa mkubwa wanatumia mikasi. Kwa hiyo yule mtoto anaona yule mkasi anapozidi kusogea katika tumbo la mama yake, anazidi kusogea kwenye ukuta. Yule mtoto anakatwa vipande. Anakatwa kidole, anakatwa mkono, anakatwa shingo, anakatwa mguu, anakatwa tumbo, alafu ndio uchafu ule wanauvuta. Kwa hiyo unakuwa umeua zaidi ya kuua, kwa sababu ule mtoto unamkata tumboni kidogo, anashindwa kutoka. Mtoto anajitetea lakini anashindwa. Mkasi unakata kidole, mkasi unakata sikio, mkasi unakata pua. Ndio maana mimi namwambia mwanamke wangu yeyote nilikopo naye, hata mchumba, usitoe mimba. Kutoa mimba ni mbaya. Mimi mwenzako mpaka sasa hivi nalia sina mtoto. Zaa tu. Hao machizi mbona wanazaa watoto wako wakubwa? Bado kuna mtu analea. Ukishindwa kumlea basi mpeleke katika mlango wa msikiti, tumwache. Peleke mlango wa kanisa. Mwache pale. Mtoto usimtupe. Mtoto usimtupe. Mtoto usimtupe. Usitoe mimba. Mtoto ni utajiri. Mimi mwenzako sasa hivi nalia. Mimi mwenzako sasa hivi nalia, nateseka kwa sababu sina mtoto. Yote haya kwa sababu gani? Mambo yaliyopita zamani, sitaki kusimulia leo. Jamani, msitoe mimba. Kuna mama mmoja niliona mama mmoja watoto kiongozi. Niliona mama mmoja amezaa mtoto akiwa na miezi 7. Ametoa mimba miezi mtoto 7. Mtoto analia kabisa huyo. Kachimba shimo kamfukia. Kachimba shimo kamfukia, kamuua. Ya mama zetu nao wana roho ngumu. Ya nini mimba? Ubebe mimba, kama unataka kubeba mimba, vumilia tu mpaka dakika mwisho, jifungue tu. Kwa sababu anayetoa riziki sio mwanadamu, ni Mungu mwenyewe. Sasa leo sema utamlisha nini? Kwani huyo mimba kwa unaweza kujipa mimba mwenyewe? Mungu ndo alipanga huyo mtoto atakuwa naye duniani. Kwa hiyo unapotoa mimba unafanya jambo baya sana katika dunia hii. Yoyote ambaye anabeba mimba, na kurudia tena, jitahidi uzae, usitoe mimba. Acha haya mambo kubeba vidonge, si kwamba naua mayai nafanya dini. Si dhambi kwa Mungu. Mimi leo najuta kwa sababu nilitumia muda mwingi wangu sana duniani, lakini sikuweza kupata watoto. Kwa hiyo na nimejifunza kwa kupitia iliyopita. Kwa hiyo wanawake, naomba nikulete watoto 3 kae nao. Wengi nawasomesha. Niliona mama mmoja, tulikuwa tunasafiri kwenye basi, alipanda na mtoto akiwa kama umri wa miaka 1, zamani sana, umri kama mwaka 1. Yule mama tunafika mbali usiku, alimrusha kwenye dirisha yule mtoto, tukasikia kitu. Baadaye kituo cha pili watu wanamuuliza, wewe mtoto wako yuko wapi? Analia. Historia hiyo. Analia, unalia nini? Akaulizwa akasema nini shida? Shida ametoka huku kwake Dar es Salaam.
anaenda kwake Singida, anataka kufika Singida wamuone watu hajazaa, wamuone mpya na ili akirudi Dar es Salaam aje kusema mtoto amefariki Singida, kumbe alimrusha mwenyewe. Sasa mmejiweje baadaye sana? Tulijua baadaye alikuwa analia, alikuwa anatuhadisia, akawekwa ndani. Yote shida ya nini? Umepewa ujauzito, kubali ule ujauzito, zaa mtoto.